Synagogue Interiors, experts in assorted antique furnitures, all types of modern sofa sets, dining table, coffee table, wall units, kitchen cabinets, TV stands and beds. We are based at the City Stadium, roundabout, Mang Center, 2nd floor. To reach us, you can call us on 0702 159 171 or 0722 239 555 or 011 23 20 610, or visit our Facebook page, that is the Synagogue Interiors. The Synagogue Interiors, styles, standard and quality. Here at CTV Kenya. My name is Sophie Sheroh and this is Living the Dream. As I always say, you can join our conversation through our Facebook page, that is CTV Kenya, Instagram CTV Kenya, and also on YouTube you are live, that is CTV Kenya, and our SMS line, that is 0722 239 555. And today in studio we have a guest, and he is an artist. I'm going to give him a chance to tell us what he does, like the things that he does. Anachora type gani ya nini, nitampatia tu chance introduce, atuambie ametoka wapi, like akwa tu ile engagement, ndio Nelly. Yeah, kabisa. Nishakutaja jina, sikuwa nataka nikuseme, lakini okay. Ndakupatia chance uweze kujiintroduce. Yeah. Useme majina zako, where you're from, ndio. Then sasa to dive into the topic. Utatumia hii kamera. Okay. So thank you for inviting me first of all. You're welcome. Yeah, so my name is Nelson, but I am known in Kenya majorly by the name Nelly Mchoraji Gifted. So Nelly is just a short form of Nelson, and then Mchoraji is because I'm an artist, and then Gifted is because it's a gift from God. So that's why I combined them to Nelly Mchoraji Gifted. Nice. Yes. So I do artwork, I do colored pencil art, and I do this as a full-time career. It's a full-time job for me. So I think okay. in terms of introduction iko sawa. So I stay na car side za Eastlands, and I do my work from a car workshop pale to Eastlands. Kayole is the place, and this is my full-time job. Nice. Yeah. So thank you so much for accepting my request ya kukuja kwa show. We really appreciate it. I really appreciate. Yes. Sisi kama CTV tuna appreciate sana. So nilikuwa nataka utuambie aje, like jani yako ndio ufike kwenye huko. Umesema wewe ni artist. Yes. Na umesema wewe ni artist wa kuchora. Yes. Ulifika aje hapo kwa kuchora? So nikiwa high school, when I used to be in high school, wakati nili notice talent, because unaona hiyo time yenye mwalimu anatoka class, unachora vitu fani hapo, unaona basi ikipita kama Kayole, unaona hizo mati zikipita unachangamka, unazichapa, and then nika realize I'm good kwa drawing. Also ikafika mahali hizi diagrams, you remember the diagrams za shule, biology nini, tukichapa unasikia kina diaphragms hizo sasa mitochondria and all that. So unakuta mimi nilikuwa nazichora haraka, like when other mastude wana struggle with me ilikuwa faster. So that's the first time I realized niko na hiyo talent, because I could do better in drawing than like my fellow students. And then sasa after form 4, unajua mwanaume lazima uhustle, manual jobs hapa mjengo nini. So down the line ndo nika officially mali nilianza kuchora sasa commercially like a job. There was a friend of mine anaitwa Anthony. So the guy told me his girlfriend akona birthday. So the guy told me nichore the girlfriend, akanipea picha. So when sikutaka at first, but then akaniambia come on nichore tu because nishaje uko na talent. So I drew the art. When the guy delivered the art to the girlfriend, the girlfriend was so happy. So huyu jamaa wakati alipata mshahara aliniletea pao. And then I was shocked because initially I had not known like I could earn from this. So the 1000 so was kwa ulikuwa unaifanya tu ile for fun. Yeah, for fun. Huyu ni beshte, ameniweka kwa hiyo situation, nichore, so let me do it. But then after after alinipea hiyo 1000 because alifurahia the reaction of the lady. Hapo ndio sasa idea ilikama. I was like, hey,
kama nimepewa hii gift na God na inaweza I can earn from it, let me now concentrate from it. So nilianza kujimarket through social media, Facebook, Instagram. By that time sikuwa na YouTube, but Facebook, Instagram ndio zenye nilikuwa natumia mostly. So nilikuwa nachora na post, nachora na post. So initially clients wananiambia how much do you charge, nikaanza na $5 hivyo ukipanda. 6 years down the line here we are. Na wewe umelelewa Eastlands? Lazima Eastlands nimegrowia. I was born in Nakuru, tukaenda LD kidogo. Nambiango products from Nakuru. Tukaenda LD kidogo. Nikaenda nikakaa Kakamega kidogo, Ushago. And then sasa ndio tukakuja sasa Kayole na wazazi at that time. And then sasa since then I've just been in Kayole. Hata after shule nilikuwa boarding, but bottom line tuko na stay Kayole. So hiyo kwa hustle hiyo unajua ukikaa hizi ma Eastlands huko slum kuna venye brain inachamka tu. And that's hapo ndio idea sasa ya kuchora ya kutumia sasa talent to earn came from. So that was in 2014, nikaanza hivyo 2015 nikashika. 2017 nikakuwa sasa nishakuwa kwa TV kiasi, kwa magazeti, and boom, sasa mambo ikakuwa fiti. So as we speak now, this is my full-time job. I've even employed some vijana mtaani wanifanyia some errands, and then nawalipa, and then so it's okay, we thank God. Yeah. So na story tu ya art, inabidi mtu ulikuwa uliendanga shule ama yeah. Yako hata uji klasi na kaaji ya kuchora? So art is more like music. Lazima uko na hiyo talent first of all. Yes, unaweza kuwa na hiyo talent but hujakuwa ile perfect. You still need some mentorship. But then art is more like music. Lazima hiyo talent iko within you. Ukichukua tu mtu random mwenye cause niliona there was a meme I saw juzi ukisema everybody is an artist, kila mtu anaweza chora. Not really. That is something lazima uko na hiyo passion, uko na hiyo gift umepewa na God. Cause with me sijai kuwa na mentor. I just started, nili practice mwenyewe, nikaingia YouTube, nilikuwa naandika how to draw a nose, how to draw lips, how to draw hivyo. But then nika practice mwenyewe mpaka nikafika the level where no, mimi sijaienda class, nobody has taught me. This is I self taught myself. Na sasa yote mwenyewe ulikuwa shule, yes. Umesema yako ilianzia kitambo like high school, primary. Wazazi walikuwa naitekaje? Like uko busy unafikiria tu mambo ya art. Like unajua kitambo wazazi walikuwa ile type ya the only success unaweza pata in life ni usome, uende campus, ukue daktari, surgeon, pilot. Wazazi wako walikuwa aje? My mom had the same thing. Of course kila mzazi anatakia mtoto wake the best. But siwezi blame cause she didn't know about the art. Cause unaona ukiangalia in our Kenyan, so I will use the Kenyan mentality. Art inachukuliwanga za booster. Most artists unakuta ako na job yake, maybe ni mwalimu nini, and then art anaifanyanga part time. So nobody believes that you can survive through art alone. And that's why nimekuja to show no, you can survive through art alone, because this art imenipanua sana ki life. Just doing this, nothing else. This is what I do from January to January, 365 days, and inanilisha poa. I take care of my family members, my mom, everything. So it's only that she was not that supportive, lakini not because she didn't want to support me, it's because akujua iko na umaana. Because at that time society yetu inajua hata alikuwa ngatu hizi vitu unachora, enda ufanye computer, enda ufanye nini, you know, cause so you can understand she was in a situation cause akujua, because hata yeye sasa amechanuka after seeing that I'm being successful in this. Sasa ndio mama was like wow, okay, cause akujua, unaona yeye ni wale old school moms. Yeah. But then and hii mentality bado iko, cause I've seen even kids, ngadi ma musician unapata mzazi yako like hapana, unaimba nini, unajua uimbaji Kenya haina job, exactly. Kuna watu wanaimba from everything they do ni music. Exactly. So but another thing is this, it takes time. Hata ili ubuild your trust na clients, ukwe na foundation.
strong, you must lazima utokee chini pole pole. Cause unaona nilikuwa like nikipost at moja napata like 2 likes, na hiyo like moja ni yangu, ingine maybe ni Aziz. But then as you go along, una create ile brand sasa. Cause right now my page iko na 34,000 followers when you nimebuild over these 6 years. Instagram ndio naenda 6k cause sikuwa that active. Penye niliconcentrate sana ni kwa page cause hapo pia ndio nilikuwa napata more clients. So that's why nilibuild page more than the others. But all in all, I get clients, referrals. Ukishachora atupeleke huyo mtu akiweka kwa wall, mgeni akimtembelea, nani alichora hii, hebu nipatie contact. That ukichora pia ukiweka Facebook, mwingine mwenye hata kwa amepiga hesabu ya kuchora anapenda hiyo artist like hebu nichore hiyo. So imekuwa poa. And then another thing, I've been drawing like celebs pia. That one is for my YouTube channel. Kuchora celeb weke cause unajua if you come to my YouTube channel na niseme nimechora hapa hivi Sophie, you'll be like mwenye wakujui, they'll be like sasa Sophie tena, they won't relate. But if you draw like a musician, a non-musician, people watu wanashikarada haraka, umechora exactly. So I've been drawing as celebs, and in that time ukishachora celeb, unajua ukisha post anakucontact, anakuambia hey man, able to meet manzeni, chukua hiyo art nini. So the same talent imefanya nimemeet celebs wenye singewahi meet ningekuwa nafanya job nyingine. Juzi I was with the X-Ray, Mulamwa nimemchora juzi, Maria of Citizen. So many like people Odi wa Muranga imeopen ile niko na contacts za celeb wenye singeipata if I was just you know. So na kwenyu kuna mtu mwingine ashaichora ama you are the first person? My immediate family I would say I'm the first person. Yes, there's a distant uncle mwenye anafanya the art, but he anafanya painting. But then in our immediate family there's I'm the only one. Yes, I'm the only one. And do you think na kama kuna hata mwingine the fact that uko the only person kwenyu, is it more challenging ama ingekuwa at least better kungekuwa like sasa kama saisi wewe ndio sasa peke yako unachora? Yes. Kutokea labda on your lineage to maybe mtoto wako ako like pia anachora. Do you think itakuwa at least for the other person than venye wewe ilibidi? Yeah, because you see now if let's say my niece or someone aanze kuchora, unajua sasa atakuwa at least na ile exposure through me. Atajua hey, naweza fanya hivi, nitampatia pointers nini, because me when I started the art thing there was nobody like I could go to, hey sasa what do I do now? Unaona vitu kama kufungua page I learned later along the line after nimechora. I just thought ukishakuwa na Facebook account that's it. So the page somebody was Facebook account ukishafikisha 5,000 haiwezi enda. So I was like hey, watu wengine wananitumia friend, what will I do? So somebody was hey, open a Facebook page. So vitu kama hizi if you don't know them inakuwa ni a bit hard, but sasa kama uko na mtu atakupa hizo pointers, unajua inakuwa pia una raise haraka than kama una habari. Yeah. Na hakuna business nyingine sasa unafanya isipokuwa no. This is the only business this is my full time job, and I earn more than enough, I thank God. So naweza fungua business zingine, naweza fungua business zingine if I wanted to, but right now I'm concentrating on art and some stuff. First I have to finish them, but for now I'm earning more than enough. As I told you, I have employees. They wanna depend on me, na iko poa na siwezi complain. So unajua business unafunguanga ile like ikupatie income, ndio? But if you are earning income you still thank God where you are. Exactly. Na before ujaifungua business yote? No, but before I started that, as I told you, nilikuwa nafanya hizi manual labor. Unaitwa hapa mjengo, unaitwa pale sijui mpake rangi nyumba, such kind of jobs. Na hii art yako naona sijui kama my camera person ataweza kuzizoom. Umetuambia wewe una focus on the colored pencil. Mimi natumia the colored pencils. Ni hizi zenye unaona watoto wa nursery wanapewa shule. The ones wanapewa wanaambiwanga color these watoto wa nursery in Kenya. Those are the ones I use, but nazitumia so much perfect. Ukiona art utajua, you will think it's a painting or some kind of work. Hizi zenye zinakuanga nono hivi. The one you are not really colored.
I did in Inaka kama ka pencil, ni pencil tu lakini iko na color. It's just a pencil, that's why it's called a colored pencil. So it's just a normal pencil but it has color in it. So like this one is just pencil and biro for this. So kuna zenye this is now colored pencil. Hii sasa unachora skin ya mtu anaonekana venye yako. Na inakaa ni kama yeah. Kabisa. So hata hii perfection ndio ilikuwa initially somebody is like, ai hizi hujachora, hizi ni app na tudanganya, and that's why I opened a YouTube channel. So that mtu akisema what unamwambia okay, here's a link, can you look, angalia nikianza from beginning to the end. The Spider Girl. Okay. So this is just being creative, like if there's Spider-Man, why not Spider Girl? Kuna hadi movie naona niliona like kuna ni Spider-Man amani. Okay. Yeah, the Spider-Woman iko. Sijaona bado. Kunayo. My camera person I hope amewaonyesha. Lakini zita run on the screen tukienda on the break. But kuna swali pia niko nataka kuuliza, story ya clients wako. Sasa for example, umechora hivi. Yes. Utaweza aje kupatana na huyo mtu ndio muonyeshe yenyewe niko na hii kama saa hii naona ni ya Diamond. Diamond, yes. Unaona? Sasa ndio mpatie hiki mtapatana aje, like kuna zanga aje kuwapata. Most artists wakianza art, what they do, because this is an era of social media. I can just tag you, hata kama uko unanijua, you will be like nani amenitag, and then you look at the art. So mostly they use nini. But then right now I'm not siko ile level ya ati nichore art ni tag celeba nipatie kitu. No. Hawa ma celeb wenye nachora sahi specifically is for YouTube, because mtu akikuja YouTube atakaone unachora nani, mtu mwenye ashajua. But mimi sichorangi celebs kuzi ati anipe kitu or anything, because I already earn enough from my normal art. And in terms of sasa kuchora normal clients, wachana na ma celeb au ni social media. I don't draw any art kabla client ajani content niambie nichore art alipe deposit. Yes. So and that's why that's another difference between me and other artists. Unakuta most artists they sell their art. I don't really sell my art. What I do, I draw based on orders. You must order for me to draw it. Mimi sina tu art ziko hapo. Wewe Nelly nataka kununua art. Sina. Lazima uniambie wewe Nelly nataka unichore, and then I do it. Na unatekingi how long kuchora? For the art, it depends on the details of the art. For instance, nikichora, let's talk of a face. Nikichora tu Charlie, like I've seen your director here or someone, that's just a normal guy. Na wewe nikichora wewe, you will take more time because uko na piece, I have to be more detailed for that. But with him you ni nywele tu, nothing more, it a flow. The same thing with the clothing. Kuna tungo itakuwa plain. That one is a bit faster kuchora. But kuna yenye itakuwa na details, like I have to include all these details, it will take more time. So it just depends, but most of the maximum time art takes between 2 hours to up to 8 hours depending on the details. Between 2 to 8. Yeah. Like 2 days to 8 days, like the thing I do, because nakuanga na kazi mob za clients. Each and every client akilipa deposit na mwambianga ngoje 6 days. Not because it will take me 6 days, it's because I have so many artworks, so combine them, naweza chukua nachoranga na installments, like naweza amua hii art ya Sophie acha nichore macho leo niweke kando. Hii art ya huyu mwingine nichore lips niweke kando. So nachora zote zikiwa in bulk, so that by siku fulani nikuwe nimedeliver, kila mtu akuwe satisfied na job yake. And that's why story at moja like atago iishe. Nachora juu art ni mingi, like right now niko na is it 38 orders kwa hao. So you can imagine those orders I have to draw ni balance. Ni balance nachora huyu kiasi. So that ziishe kila mtu apate na siku yenye tuliagree na yeye. And then sasa unaona tena, and then another thing is nikishamaliza pia art, that's why napea client 6 days. Nikishamaliza na art, I have frame guys. There are guys have make my frame. I have to take the art to waeke mounting, waeke frame, wakuji satisfy kwa sawa, then I wrap it, and then sasa my delivery guy anapelekea client. So it's a process. Yes. So it's not a one day thing. No, it's not like a one day thing. Unajua kuna wenye labda wamesikia ukisema it's a 2 hour thing. Watadhani like
nikimwambia leo kesho niko na nini yangu. Yeah, that one can also happen. I get some clients mwenye akona hiyo ati yake ni urgent. There's a client anakuambia, hey, nilikuwa nimesahau kesho, sijui maybe my girlfriend has a birthday or what, and I have to deliver the what do we do? So in such a client nam charge extra because I will have to skip the others ni deal na huyu apate hati yake kesho. So since for all that trouble you have to pay extra. So tuna agreeing tuna kila client. So it's not that I can't do it by tomorrow, but I don't prefer that. I prefer like I have that ample time to do all the work bila hiyo pressure. Accuracy yako depend. No, accuracy ita change cause it's still the same thing. It's only that hii zingine nilikuwa nachora na installment na hii sasa nitaichora hata go. Yeah. Na sasa marketing yako unaifanyangaje? Like how do you market your items apart from tagging the person, for example, sasa kama nimesema? So my marketing is basically, as I told you, my page iko on 34k sahi. If I post an ad, you can be sure of 34k. Kuna wenye wataambia mabeshte zao. True. Kuna wenye watashare the art. Kuna wenye watataka the art. So story na clients, I just get them. I can't siezi sema ati yo nini. I can tell you for a fact, if you ukiangalia ma portrait artist in Kenya, and even if you ask them, they will tell you I am the most sought after portrait artist in Kenya. Most sought after. Ukiangalia artist what, that one I can even give you a research when ufanya from now. You will see that most artists wana struggle kupata clients and stuff. With me niko na clients always and daily. Hiyo consistency iko. For like 6 years now, hiyo consistency imekuwa. Like hakuna time kama sasa unajua yenye sasa kuna corona, watu wako like mimi ni kuchora ndachora ama ni food kwanza ndatafuta venye. I know COVID imeaffect watu wengi, but with me jani affect to ile extent naona like lakini pia imekuwa affect kiasi tu. I can say like I'm not earning the way I used to earn before COVID, but I'm still earning enough. Unajua unashukuru Mungu penye huko. Yeah. Na prices sasa zimechange ama? No. My prices have before and after. What I did, I decided that nataka ati yangu ikue, najua greed nafanyanga mtu aanguke. This is a gift I was given by God, and since nilipewa na God, and I'm earning from it, I should not be greedy sasa nianze kutake advantage. So my price has been consistent and same for 4 years. I've never changed it. In fact, most artists unyoko level yangu in Kenya, they charge like 10 times more of what I do. And that's another reason I always have clients, because clients wanaangalia kazi ya msee ukikompare na price, it's very fair. Yeah. In fact, even the people I taught art, there are some guys nimewafunza art saini full-time artists. They actually charge more than I do. Na ni wali wafunza. Na mimi ndio niliwafunza. So it's if you are earning more than enough, why should you add the price? That's being greedy. Na hiyo it will only pull you down. Na in the art industry unaionaje sai? Art industry kwa poa. Unajua sasa hata mavijana naona wanamaliza form 4 wamechanuka. Because mtu anamaliza hata magari exactly. Mtu anamaliza au wenye wana customize magari and stuff. So au anafanya hiyo airbrushing. So vijana wengi wameanza kuchanuka. You know, most people sasa wameanza kujua you can earn from talent, you can earn from it. Initially haikuwa, ilikuwa zile za ukuwe na job ingine tunabahatisha tu, but not anymore. Sasa mtu ameona you know what, you can earn from this. It's ile like alafu pia lazima ukuwe na hiyo hard work. Lazima kila mara you have to be, hiyo consistency ni muhimu, because ukichora mara moja siju kwa wiki, then you are not that serious. Lakini unajua at times kuna wenye wanaona ni kama like nitachora kila saa exactly. Sasa hiyo ni patience. You must have that patience, because me wakati niliamua to venture into this, I used to earn nothing. But then with time everything goes well. Right now I don't draw at ya bure. I don't at all. Na niko I always have the clients. But before I reached here, I've been where they are when unasema penye wako. So you must just ni ile patience. As long as unajua ukishajua goal yangu ni pale, work hard toward that goal.
usianze kuwa discouraged along the way. We mwenyewe ushajua ni nini unataka at the end of it. Because mimi my main goal was nikianza hii art was that nifike mahali nikuwe like the most sought after artist. Like mtu wote akiongelea Nairobi aseme nataka kuchorwa, somebody will be around who will say tafuta nilimchoraji. And that's where I am right now. So I thank God. Watu wanaenda bank, wanajua kuna Nelly. Yeah, exactly. Juzi nimeitwa the Imperial Bank. Apparently they were just seated, they were like inafaa tuchore mkubwa wetu. And like 3 guys, all of them were like, there's a guy called Nilimchoraji. Just random staff. At least 3. No, I was not there. Like walikuwa kwa meeting. So they were like, we have to draw someone, so we should look for an artist. And out of the people who were around the table, 3 of them recommended Nilimchoraji. So that's the thing that I wanted, na nishafika hapo. So una thank God. But ni ile consistency and hard work, you can't give up. Unajua, along the way, whatever the challenges you will face, lazima as long as unajua your goal, utarich hapo na mambo itakuwa poa. So it's just a matter of patience. Exactly. Like you must be patient. Na hapo ndio I think most upcoming artists wenye nimemeet, wenye wanani contact kuniuliza I mentor them and stuff, they don't have that patience. Mtu anataka kuwe Nilimchoraji kesho, you can't. It's a step. Wanasemanga there is no lift to success. You must take the stairs. Pole and then you will reach there. So hapo ndio shida iko, cause unakuta kijana amemaliza form 4 juzi ashaanza kuambia we Nelly nataka kuakaa wewe, I want to charge the way you charge. No, you start less, unapanda. Unaenda ukipanda. Exactly. Cha kwanza nataka tuende break kidogo, alafu tutarudi. And then sasa ndio tuendelee, at least sure. Lazima uambie watu challenges tumepitia. Unaelewa? Kabisa. Anyway, we'll take a short commercial break. Then we'll be right back. Don't forget our SMS line, that is 0722 239 555, and also our Facebook page, that is CTV Kenya, Instagram CTV Kenya, and also YouTube, where we are live at CTV Kenya. We'll be right back after the break. Synagogue Interiors, experts in assorted antique furnitures, all types of modern sofa sets, dining table, coffee table, wall units, kitchen cabinets, TV stands and beds. We are based at the City Stadium roundabout, Mang Center, 2nd floor. To reach us, you can call us on 0702 159 171 or 0722 239 555 or 011-2320-610, or visit our Facebook page, that is the Synagogue Interiors. The Synagogue Interiors, styles, standard and quality. Kiogoro yakwa eihoire gekeno nekomenya de nawe we mudu wereri igoro ya maudo modewe wegai wekagama geganya we urete hinya nane kiogoro yakwa eihoire gekeno nekomenya de nawe we mudu wereri mudu wereri mudu
weurete hinya na nikio ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri igũrũ ya maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania weurĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri God will make a way, take one. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me
his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. That's right. And he will do something new today. Oh, God will make a way, yes, he will, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. TunePocket.com. Welcome back here at CTV Kenya. My name is Sophie Sheroh and we are here with Nelly Mchoraji, who is an artist. Kwa wenye wanatu join sahi, we really appreciate your feedback. Please comment, like, subscribe and even share our YouTube channel. That is CTV Kenya, and also on Facebook, that is CTV Kenya. Our SMS line, that is 0722 239 555. Nelly, Yeah. naona hapo kuna pictures kadhaa. Lakini nataka nikuulize aje, kwa hizi pictures zako, Yeah. inspiration yako kwa kila picture inakuanga nini? Like una draw tu ama kuna ile unaangalianga unasema like hii na feel leo nasikia kuchora mtu? Yeah, Ako hivi na there are hivi. many reasons as to why I draw. I'm assuming unauliza when I'm drawing the celebs, Sawa. right? Kwanza tuanzie hii. This one Hii ulichora kwa nini? hii nilichora cause I was doing, ukiangalia hii style yenye nimechora nayo si kama hizi styles zingine zenye nimechora nazo. You see, this is smooth kila mahali. This is kama rough. my camera person ziko sawa? Okay. This is a rough one. So with this one hii nilikuwa nafanya technique inaitwa hatching, kutumia hizi mistari hivi inaitwa hatching kwa art. So I was just doing some hatching ya haraka quick sketch. This was just a quick sketch. This is Si ati ilikuwa mambo na mwenyewe hata umjui labda. yeah. This lady huyu ni wa Twitter anajitanga Somali Bay. So Somali Bay alikuwa amepost art zangu, ma clients wakakuwa wametokea wengi. So this was like a thank you kwake. Huyu nani Seska from Ethic. Yeye nilimchora tu ile for YouTube purposes. As I had told you earlier, YouTube mtu akiangalia anataka kuona nani huyu umechora, like anataka akuwe anajua specific person. If you draw random people, most people wanna lose ile interest because ajui ni nani. Lakini ukichora mtu kaa Seska wenye wanajua Seska wataangalia. Yeah. Kuna hii ya ilikuwa ya kama kuna Spider-Man mbona kusikwe na Spider-Girl. So you know, just to be creative. So it was out of creativity? No, I got some parts from the Spider-Man, but sasa unajua unajaribu kuwa creative. Yani ulifanya out of creativity. Una ana reviewing my phone. He's jina kubwa sana YouTube. He's called Super Surf. You review phones. He's a phone reviewer, technology, things to do with technology. So nikamchora tu cause mimi ni fan wake mbaya.
Okay. Eh, And then Diamond. mwenyewe Diamond Simba anajitaa Simba. Niambiwa acha nisiongee sana. Karibu niseme Kenya ilisemekana kuwa Simba Kwamba. Tanzania. So you know, this one also I also drew for YouTube because watu wakikuja YouTube ukiangalia like my most watched videos on YouTube, they're the ones that nimechora celebs, the ones that I draw random people can't relate with azija hit that much. Yes. So kila picture yako yuko na a reason behind. Yeah, there's a reason behind. Like I did of Papa Shirandula when he passed away, because unajua like it's a tribute. So every art I draw for a reason, unless ni zenye za clients. The clients I draw because they are paying for it. Now, do you think the Kenyan society they appreciate being handed an art as a gift? Oh, very much. Actually, you see, ukiangalia the rich people, most rich people, even when they have a special day, they're used to ukimbaya cologne, shazoya. Ukimbaya tissue, shazoya. But when you bring him or her an art, appreciate sana. And that's the other reason job yangu ina do so well, because most people they're like, art ni kitu unique. Unajua, if I draw you, you won't get exact same art anywhere else. That is something hiyo ndio sasa the true meaning ya one in a million. Utawahi pata the exact, hata ukipea artist mwingine achore atachora exactly like the way Nelly did. So kila artist atachora ki different, na mimi pia sitachora ka artist mwingine. So hata ukipea artist mwingine kazi hiyo itakuwa kitu unique. Ukiweka pale kwa wall you'll be like hii ni yangu tu. Because kwa photo kwa if you go to a studio, wanaweza take the same photo again and again they work. True. You can go to another studio and say, nilipigwa hii photo, nataka kupigwa kai. They will recreate it. Yeah. But with art is different. Once umechorwa, that is something unique. Utaipata mahali pengine. Yeah. So that's why most people wanna appreciate art because they know hii ni kitu unique. Ukiweka kwa wall si kama picha. Yeah. Na sasa hivi venye sasa umekuwa artist, yani umekuwa artist anajulikana Kenya. Like ukisema tu Nelly watajua ule boy yule bas. Una give back aje to the society? Well, there are many ways to give back to the society. For instance, I have employed people, at least na create your job employment. Badala ma youth wakae tu mtaani hawana form, at least nimewapa hiyo form, they earn something from kunifanyia ka job kiasi. At the same time, I have taught people, kuna wenye nimefunza artwork. Some of them, they are now one of the among top 10 best artists in Kenya, and they learned everything from me. So unajua cause hii gift ulipewa na God, pia we pass it along as you go. Yeah, cause hata ukikaa nayo, hata ukienda ukishatoka duniani, what was the purpose? At least wacha isemekanange, you know what, Nelly left a mark. Yes. Na challenges gani una facing kwa hii industry? Well, the challenges ziko initially nikianza art. The main challenge was ujachora hiyo art. That's an app. People, because they have not seen, they could not believe. They were like, hapana, hiyo art ume app hapo utudanganya tu umechora. So nikafungua YouTube channel, hiyo challenge iliisha, cause in YouTube ukiniambia sijachora hiyo na kupea link na kwambia ingia YouTube uniambie sasa basi, cause you can see paper nikianza ikiwa paper hadi time namaliza. So hapo huwezi argue anymore. So hiyo challenge iliisha. Another challenge you have ni like dealing with clients. Unajua kila mtu kwa na moods zake. Most of my clients, I will say 98% wako perfect. Anatuma picha, ananitumia picha WhatsApp, ananitumia deposit, nafanya kazi nikishamaliza na frame, delivery guy anapeleka, he or she pays the balance. But there is like a 2% people, watu wanakuanga tu na moods like mwingine aanze kukusumbua, hataki kuclear the balance, mnasumbuana here and there, you know. Mwingine agreement mlikuwa naye, like you get a client, umeagree naye nitakuletea picha on 10th. On 8 ashaanza kupigia kelele, you're like, come on, so una try to your level best to deal with them, but some clients wanakuwa annoy, but what can you do? Uko kwa hii business and you must know like how to handle each.
venye client amekukujia. So I think there's another challenge iko cause kuna clients, by the way, some clients I even refund the cash. I'm like, hey, unaangalia unaona huyu akona nooks mingi, let me just refund the cash to avoid maneno mengi. So those are some of the few challenges, but I can say hii haina challenge. More materials ziko readily available in town. Mambo ya frame ka umejipanga, like me, I have a frame guy, everything is well off. I have delivery guys, I have riders, so maneno si mbaya. I can say trust issues ni hiyo inakuanga kwa ukianza. Whenever you start an art and then unaambia mtu tuma dipo, somebody is nitumie dipo na hata sikujui. But sasa with me nilimchoraji anajulikana, so I have sija meet anyone. Actually nikianza art, I used to fear even to tell guys, like client, I'm from Kayole. Like unaambia client you are from Kayole, client hiyo pesa ukituma ni hivyo, you get. But then sasa sahi siko kwa hiyo situation. Sahi people know me cause hata ukini doubt na kuambia, hey, go do some research ujue Nelly ni nani who you are dealing with. Mtu anaingia hapo anaangalia Google, anaangalia YouTube, anaona this is somebody who is not haizi toroka na pesa yako. So that was the issue earlier nikianza, but with now trust issues hakuna, I can't lie. Yeah. Na government inawapelekaje? Like, do you think wana support the art industry, like wana support each and every industry ama yenyu? Hii hata sijui niseme. I have not had anywhere gavaiki support art like in terms of uchoraji. People who support art uchoraji ni like private parties, like maybe art galleries, personal people when they know something to do with that. Those are the ones who but gava in itself sijasikia anything like that. Gava mali tunakulia gava ni kuwachora walete hizo dot kule, but yani labda niende ni chora because I've drawn the likes of Atuli. Nimeona hizo sijui kama hizo nikuje, nimeona yenye ulikuwa umechora ya sijui kama producer wetu anaweza tuwekea kidogo watu waone kenye tunaongelea. Kuna picha yenye ilikuwa the Anyanyongo. Yes, I drew the Anyanyongo akapelekewa. He was very happy. Nimechora these prominent Kenyan politicians wengi sana. I've done so many deputy president, these politicians from Central wengi sana. Like Buruburu ni venye COVID ilianza, but before COVID you see Buruburu Unity College tulikuwa like natenda now like every year nilikuwa nachora wakigraduate wa students nini wao wakigraduate every year their graduates I had to draw the guest of honor. So nimechora na guest of honor na kuanga mostly big politicians. So every year I've been drawing one art from them. Kila mwaka najuanga kuna moja kuna pesa inaingia from so I've done so many artworks in terms of celebrities and politicians. Way too many. Wengine hata art ziko kwa nyumba zao na hata tujai meet because somebody orders. Maybe mtu alikuwa anaenda kuona tuseme Joho and then ana order art nichoree Joho. And then you draw the art, una frame unapea huyu mtu, yeye anakulipa. Inamfikia lakini yeye naye anapelekea Joho ndio Joho amchotee. So kila hivyo tu unajua kila mtu anajitafutia kivyake. And now once mimi nimepata haki yangu najua mimi sitaanza kuuza unapeleka wapi art. That's none of my business. Business yangu ni pesa tumeagree na umelipa basi I'm good. So right now my producer amepata hizo clips. Right now I've drawn around 3,800 artworks to clients all over the world. London, Qatar, Dubai. Hata last week I sent one to America. I've done karibu manze nimechora like kwa hivyo watu wanaweza order from all over. Art zangu ziko London, ziko wapi. Anybody unajua kutuma United States, it takes only 4 days through DHL, so it doesn't take that long ama nini. So unachora unatuma, mtu amepata ameappreciate iko hivyo. In fact the majority of the clients wenye wako outside Kenya wanakuanga very nice, like just they know what art is. They appreciate art fully. Najua countries zao wako
Kenya unakutananga na clients hata ana feel like anakufanyia favor kukupea kazi. It's not they don't feel like both of you are benefiting from this. So unapata pesa yako, anapata pesa yake. So but they feel like, hey, we tunakusupport sana. Okay, yes, mnani support, but you don't have to feel like you're doing me a favor. True. Look at it like you're getting a worth product back. Na nataka tuko almost kumalizia. Nataka upatie advice kwa the young generation yenye wanaona like you have to wake up, unaamka tu unajipata mimi ni Nelly mchoraji na draw napata do zangu nini like nataka tu wapate tu your advice like wherever you are. Umesema umetoka from Kayole venye inajulikana. Exactly, like wapate tu yo kuonyesha it is possible. So for all upcoming artists, which camera am I using? This one or this? Unaweza tumia hii. For all the upcoming artists out there, first of all, just be patient and do art fully. Ifanye na roho yako yote. Like when for you even to post that art to social media, make sure that wewe mwenyewe una appreciate. You're like, hata kama sio umechora, you will be impressed with it. But then you must be consistent. Art is all about consistency. Ukifanya always and posting, watu ndio wanakuwa attracted to you. Because somebody may not be attracted to one art, but atakuwa attracted to the next one. True. So you must be consistent. Always like, let me do this again and again. Usichoke, and then usikue greedy. Don't start doing art with the mentality that you want to be rich. Once you start doing that, you will be disappointed because hiyo pesa itakuja hivyo fast. So just step by step, ukifanya kitu consistent na ukue serious na unafanya kazi safi, with the time the fame will come, the cash will come, utajulikana, everything will flow. So don't be greedy and then be hardworking, because talent alone bila hiyo hard work pia ni ngumu. So I think that's the only advice I can tell them. Wacha waisikie na unajua at least sasa wewe ukiwaambia watu na yenyewe ukweli, lakini mimi nikiwaambia tu unaona tuchocha huko nje unaelewa. And then another thing, this one doesn't just concern art. In anything, use the social media to the maximum. Social media, watu wako active squeezy. So millions and millions of people are on social media, and you'll never know who you will impress. So use the social media to the maximum. Usikwe tu hapo una post vitu funny. No, use also your talent. Itumie vizuri, post hapo ndio utapata watu. True. Nimekosa hadi kitu ya kuongeza, niko like kitu kuongeza. So I think the last thing I can add ni, if you want to reach me, I'm always available on social media. Kila mahali just search Nelly mchoraji. Everywhere. Search Nelly. Ulitoa t-shirt at least. Nelly, if you search on Facebook, Nelly mchoraji utanipata. YouTube Nelly mchoraji utanipata. Twitter Nelly mchoraji. So bottom line, Nelly mchoraji, NELLY, and then mchoraji, you will find me. We really appreciate it. Tumefurahi sana wewe kuja. Thank you for hosting me. You're welcome. It's been a struggle kukupata, lakini anyway, finally. We really appreciate it. We hata sijui tuseme nini, but thank you so much. Thank you so much for accepting our request. Na kuja at least uongeleshe watu about your art. We really appreciate it. So till next time, I've been your host Sophie Sheroh, and this is CTV Kenya. As I always say, don't forget to like, subscribe and share. Sanitize your hand, keep social distance, and maintain the rules and regulations of the government. Thank you so much. Till next time, live in the dream. Tigawae mwana wako kendo. Modo ereri
ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩ ũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri 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 wahonirie ngoro yakwa naho nĩ njega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩ ũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩ ũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri Synagogue Interiors. Experts in assorted antique furnitures, all types of modern sofa sets, dining table, coffee table, wall units, kitchen cabinets, TV stands and beds. We are based at the City Stadium roundabout, Mang Center, 2nd floor. To reach us, you can call us on 0702 159 171 or 0722 239 555 or 011-2320-610 or visit our Facebook page, that is the Synagogue Interiors. The Synagogue Interiors, styles, standard and quality.